Wakati mwingine usiangalie umuhimu wa watu ambao wanakuzunguka, pengine inahitajika kabisa hata hao watu waondoe kabisa katika cycle yako ya maisha kwa kipindi fulani, kwa sababu kuna vitu pengine haviendi sawa sawa na vile ambavyo tunatarajia. Kwa mfano, kuna watu kama wakwe, watu ambao ndugu ambao hawakuongelei mema na pengine huwa wanakupanikisha mara kadhaa. Nikiwazungumzia kuna yule mwanamke ambaye mara nyingi labda yupo kwenye ndoa na hana tarajia labda aweze kukuza familia kwa maana ya kupata watoto na familia yake iendelee kukua. Sasa unakuta kuna wale wako ama ndugu au rafiki wa karibu pengine wanakupressurize sana na kusema kwamba mtu fulani hawezi kupata mimba au wewe hauna uwezo wa kupata mimba. Sasa ni kitu ambacho kinazidi sana kufanya wewe ukashindwa kuonekana unaweza kufanya hivyo, na ikiwezekana kuanzia sasa hao watu wa block na wapunguze kabisa. Vinginevyo, na ni asilimia kubwa sana ya uwezekano wa kufanikiwa ni pale ambapo unakaa na mumewe, ni pale ambapo unaangalia watu ambao wanakupa uwezo wa kufanya kile kitu kukatimiza. Sasa unaweza kupunguza watu ambao wana uwezo wa kusaidia, lakini kuna watu ambao ukiwapunguza hawana uwezo wa kusaidia. Sasa katika hayo makundi mawili, kuna wale ambao kwa mfano kwa mtu ambaye anakupressurize sana uweze kupata ujauzito, alafu hafahamu kitu ambacho pengine kinakuzonga sana katika kipindi cha wewe kuwa na kipindi ambacho kwenye ndoa. Pengine mume wako tu ndio mmoja wapo ambaye anaweza kufahamu yale ambayo yanajiri. Sasa kupigwa simu za mara kwa mara, kuambiwa kwamba hauwezi kupata ujauzito, kwa nini mpaka leo hauna mtoto, lakini kuna wale marafiki ambao kila ukipita ama ukikaa nao pengine wamebeba watoto zao, pengine wanacheza na watoto zao, ile reaction ya wewe kuona vile inakuaffect sana, kwa sababu unapata stress na pengine uwezekano mkubwa wa kuongeza stress na kuvuruga hormone huwa unakuwa mkubwa zaidi, kwa sababu hatarajii kama mwili utakuwa na respond kawaida wakati huo na stress kwenye upande wa hormone. Sasa kinachohitajika, hakikisha kabisa hawa watu unawazuia na hawapo karibu yako tena. Kikubwa, jitahidi kufanya vipimo mara kwa mara. Kila changamoto ambayo unaiona basi usichukulie urahisi, kwa sababu hakuna kitu ambacho kipo rahisi kama wewe hautachukulia hatua ya kuweza kufanya matibabu na kuweza kupona. Kwa hiyo wataalamu ambao wamekushauri either kama una changamoto fulani uweze kuitibia, na kama umetibia mara kwa mara au mara nyingi zaidi, pengine umekata tamaa kabisa, basi angalia kwa namna ambavyo wengine wana nafasi yao kuweza kusaidia. Na mara nyingi watu hawa ambao tulikutana nao tumeweza kuwasaidia na kuweza kukaa vizuri kwenye kile kipindi ambacho walikuwa wanakipitia, hasa kwenye ndoa kutokuweza kupata mtoto. Sasa ushauri wangu ni upi? Block wale wakwe, block wale ambao wanakufanya kwamba una stress sana, unashindwa kukaa kwa amani, then kaa na mtu wako uwenge nao changamoto ambayo unaipitia. Hivyo mwisho wa siku unaweza kutoa mama bila hata wewe kufahamu ni kitu gani ambacho kimetokea. Ilikuwa ni habari ya bure, mara nyingi sana watu hawapendi kuisema. Sasa kumbuka, ni Seif na Tiba. Until next time.